Jana wakati nasindikiza Pinki kuna kitu aliniambia. Ameniambia nataka nipeleke mjini nikasome. Ni Pinki ataka kupeleka shule ukasome. Ndio. Sasa hiyo ni jambo zuri. Sasa hilo ndo la kunileta mpaka huku. Ndio, lakini kaniambia ili anipeleke mimi shule nikasome mpaka wewe na yeye mjidiane. Hivyo una akili timamu kweli? Nakuuliza una akili timamu? Kwa hiyo yani wewe unataka kuniuza mimi ili wewe ukasome? Unajisikia unachokiongea wewe mwenyewe? Wewe unajua kabisa kwamba mimi nimeoa. Sawa kaka, lakini naomba fikiria kwa upande mwingine. Mimi nani yako? Kakaangu. Kaka yako Sasa kama kaka yako unatakiwa uwe na heshima na kaka yako, sawa? Yaani umaskini usikufanye wewe ukanunuliwa. Sikiliza nikwambie kitu. Siku nyingine ukiniita, wewe unaniambia vitu vya maana, sawa? Yaani usikubali umaskini tuliokuwa nao eti ndo mtu akutumie kwa sababu eti wewe una shida, sawa? Kama unataka kusoma nilikwambia subiri utasoma. Mambo yangu yakikaa sawa utasoma. Sawa kaka, lakini naomba lifikirie hilo. Afu wewe, nitakuweka makofi sasa hivi. Sawa? Na nisisikie siku nyingine umeniita unakuja kuniambia upuzi wako. Hebu ondoka hapa. Ndio kambi yangu sitaki kukusikiliza. Mwanzo kwa kazi yako bado naifanya na kazana, japokuwa kaka anaweka mkazo, lakini nisikukatishe tamaa. Wewe endelea kunipa muda na mimi nitalifanyia kazi. Yaani wewe nakwambia hivi usipoe, yaani usipoe ndugu yangu. Unajua kupoa? Yaani usipoe kabisa, inahitajika uwe wa moto ili aingilie kwenye mstari hivi anyooke. Lakini kwa jinsi ninavyoangalia anaelekea kwenye mstari. Sawa, mimi muda nakupa lakini usichelewe. Na unajua kabisa hii dili kitiki tu. Na wewe safari yako ile unaiona. Sawa, usijali kuhusu hilo, nitalifanyia kazi. Lakini na wewe, swala lako likifanikiwa afu ukija kunisaliti, kunigeuka tena usinipeleke shule. Yaani kwanza naanzaje kukudanganya wewe? Yaani mimi ndio wifi yako. Unajua wifi? Mimi ndio wifi yako ndugu yangu. Yaani wifi unaye na unatamba naye. Sawa, usijali kuhusu hilo. Wewe nipe tu muda mimi nitalifanyia kazi. Nitajaribu tena kuongea na kaka. Sawa, hilo usichelewe kwa sababu unajua ukichelewesha mambo inazidi kuwa vibaya. Yaani tukichelewa ndio mambo yanazidi kuwa mengi. Sawa. Wewe nipe muda. Siku sio nyingi na kupa majibu. Nitashukuru. Wifi unaye na unatamba naye. Wewe uogope. Unajua Sizonje mke wangu. Hili jambo kweli inawezekana likawa lina ugumu kidogo ndani yake. Lakini tunachokifanya hapa mimi na wewe kwa pamoja tunakuwa tunamsaidia Sofia. Na kingine mimi sifanyi kweli. Yaani tutafute tu namna hata ya kumuigizia tu ili yeye ajue kwamba sisi tuko pamoja na yeye. Sikiliza nikwambie mume wangu. Kwanza ulivyokuwa unatoka huko kuniambia hilo jambo ulifikiria kwanza? Na kuuliza ulifikiria? Sawa, mtafanya kwa uongo. Kisa tu mdogo wako aende mjini akasome. Mimi kimfano asa ningelikuwa mimi kuna mwanaume katoka huko mjini huko na mdogo wangu ataka kusoma, afu mimi nilikwambia kama hivyo nitembee naye hata kama ndo uongo, ungekubali wewe? Sizonje, mimi naelewa kila kitu. Sawa. Na kinachotokea hapa ni kwamba mimi sifanyi naye kweli. Sitokuwa karibu naye. Sitofanya naye chochote. Lakini kwa maneno yangu tu nitamwambia sawa, mimi nimekubali. Alafu ile shangingi ndio linakuumiza yeye kichwa. Kwamba kisa mdogo wako tu akasome. Na kama hata ungenielewa katika hiyo. Mimi sifanyi kweli. Yaani tunatengeneza tu jinsi ya yeye kumkubalia alizike, alafu kitu kingine hana muda mrefu hapa. Maana tukishamkubalia tu yeye anamchukua Sofia, shwa wanaondoka. Atamchukua Sofia anaondoka mjini. Sikia nikwambie. Hapo unachoongea bado kabisa hujaingia katika akili yangu. Yaani bado kabisa hujaingia katika akili yangu. Mimi ni mtu mzima. Najua baya, najua zuri. Hapa hakuna cha uongo, hakuna cha nini. Kwanza nasikia tu kwamba mwanamke alikuwa mpenzi wako zamani. Mimi nimekwambia sikubali.
Sitaki kabisa. Eti mnafanya tu kila isdaisi anaondoka mji. Wewe mnapokutana huko mimi nitajua. Sikia nikwambie Odemba. Hiki kitu hakiwezekani. Hakiwezekani. Labda mfanye siri huko wewe na mdogo wako na wewe mwanamke wako. Hilo shangigi lako hilo liloshindikana. Sikia nikwambie kitu kimoja. Kama hauna maneno ya kuongea na mimi, basi inabidi unyamaze kimya. Wewe sio maneno. Ndio nimekwambia sitaki. Sasa nenda wapi? Achana. Zonje. Mambo. Safi za masiku bwana. Nzuri za kwako. Mimi namshukuru Mungu naona mzunguko. Naenda huko mara moja. Sawa mimi mwenyewe bwana nilikuwa naenda kumcheki bibi mkubwa hivi. Afadhali tumekutana hapa. Kuna jambo nataka nikwambie. Odemba, mimi najua umeoa. Lakini najua pia mlikuwa mnapendana sana na Pingi. Ila rafiki yangu Pingi sasa hivi kabadilika sana. Yaani amekuwa mtu wa ile simuelewi. Uko mjini kwenyewe amerudi huko ya mjini amemshinda. Kwa hiyo ninachokushauri jitahidi uwe naye makini sana Pingi. Asije akaiharibu ndoa yako ikawa ni shida. Kwa hiyo kuwa makini sana. Mimi najua katika pitapita zenu mtakutana. Ataanza kukushawishi Demba, mwache mke wako nirudie mimi. Violet, mimi nimekuelewa. Na najua wewe ni rafiki wa karibu sana wa Pingi. Utakachokisema wewe najua huwezi kunidanganya mimi kwa sababu unamjua Pingi ndani na nje. Sawa. Kwa hiyo chochote ambacho wewe utakisema najua unakisema ukiwa unakifahamu. Kwa hiyo ni kuahidi tu kwamba hili nitalifanyia kazi. Sitolidharau. Jitahidi. Usije ukapuuzia baadaye ukasema mimi sijakwambia. Mimi ndo nimekwambia hivyo. Sasa nimekwambia kwa uzuri tu. Okay, sawa, nashukuru sana. Ngoja mimi niendelee na safari zangu. Haina shida bwana. Sofia. Beka kashikamu. Marahaba, vipi? Mbona kama uko sawa? Amna, niko sawa. Uko sawa kweli? Mbona unaona kama una mawazo? Yaani kabisa nimekuja hapa nimekuangalia na kaona kabisa wewe uko sawa. Niko sawa. Mimi najua unachofikiria. Kwa sababu mimi ni kaka yako, sawa? Na hata mama alinipa mimi wewe nikulee. Aliyekuwa yupo katika kijiji hiki, sawa? Kwa hiyo mimi nimekulea na najua tabia zako na nakujua wewe. Ukiwa sawa na kujua, ukiwa hauko sawa na kujua. Na najua nini unachokifikiria kichwani kwako. Lakini hata mimi pia napenda wewe ndoto zako zitimie. Mimi pia napenda wewe usome. Kwa sababu ninachoamini ni kwamba ukifanikiwa wewe, familia nzima nayo inakuwa imefanikiwa. Sawa? Ndio. Kwa hiyo huko kwenye kusoma najaribu kuangalia ni namna gani nzuri ambayo itakusaidia wewe kwenye kusoma kwako, usiteseke, usinyanyasike, wala usikutane na changamoto za aina yoyote. Sababu wanadamu mimi nawajua. Unanielewa? Lakini leo nimekuja taarifa nzuri sana kwa ajili yako, sawa? Ile ombi lako nimekubalia. Kweli? Nimekubalia ombi lako. Asante sana kaka. Umefurahi sasa? Sana. Lakini bado pia na sharti lingine moja.
Niliyekubalia ni mimi, ila wifi yako bado. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndo nakutuma ukaongea na wifi yako mpaka kukubalia. Kweli? Asante sana kakaangu. Yupo ndani wifi yako? Yupo. Ndio basi sawa. Usiwe na mawazo bwana. Haya kaka. Sasa wifi, mwanza kunikuwa na ombi. Unajua nimeongea na kaka, amesema kaongea na wewe, lakini mtu wa mwisho ambaye ameshika hatima yangu ni wewe hapo wifi yangu. Naomba mkubalie kaka wifi. Hawezi fanya naye chochote wifi, na kuomba. Unajua ndo umeshikilia hatima yangu wifi. Yaani wewe ukitoa toke, mimi naenda shule wifi, na kuomba wifi yangu.